naitwa Nasma. Tabia ambazo nikimwona nazo mtu najua ana uwezo mdogo wa kufikiri. Mtu ambaye anaongea sana sehemu ambayo haihitaji kuongea sana. Yaani mtu anaongea kupita maelezo. Swala ni dogo tu la kujibu ndio au hapana, lakini yeye anakuwa na maelezo marefu. Hicho cha kwanza. Cha pili, mtu ambaye anatumia lugha chafu sehemu penye watu wengi au hata kuna watu wachache, lakini tu anatumia lugha chafu instead anaweza akatumia maneno tu ya busara na akaeleweka. Mimi naitwa Elia. Kwenye swala zima la kusema kwamba ni tabia gani hasa ambayo nikiona kwa mtu najua kabisa kwamba huyu hapa anakuwa na uzundugu wa kufikiri. Kwanza kabisa kutana na mtu ambaye yeye anakuwa mtu ambaye hataki kubadilika kutokana na ushahidi anaopewa. Yaani yeye akiamini kwamba msimamo wake ni huu, basi anaenda kwenye msimamo huo. Hata kama akipewa ushahidi kwamba bwana kuna hichi. Yeye hataki kubadilika kabisa. Yeye anachoamini kwamba yeye anachokiamini kichwani mwake ndio hicho. Basi kidogo namuona kama uwezo wake kufikiri sio. Lakini pia mtu wa pili, mtu ambaye yeye anakuwa mtu wa kufoka kila muda, ama mtu ambaye anashambulia badala ya kutoa hoja. Kwamba kwa mfano kuna issue, tuna discuss. Weka hoja mezani, afu tuzijadili tuone kwamba kipi ni kipi. Lakini anakuwa mtu wa kufoka tu, yani kuambia kitu kidogo ni kufoka. Ukijaribu ku reason naye kitu kidogo anafoka. Basi mtu naye anaona kama kwenye kufikiri kidogo anakuwa ana uwezo mdogo wa kufikiri, kwa sababu maisha ya kawaida yanahitaji tu tuwekane hoja mezani, tueleweshane. Kama hoja ambayo mtu kaiweka unajua kabisa kwamba hii ni nzuri kwa niyo kwa Naomi, basi unabadilika. Lakini kwa mtu wa kufikia tu kila muda kuweka ubishi kwenye kitu au kidogo inakuwa sio ideal kwangu mimi. Asante. Kwanza kusikia kundochi, kwa upande wangu mimi naweza ngasema kwamba kuna wale watu wabishi. Yaani kitu yaani yeye unamwambia kitu yeye anakibisha. Hiyo ni yenyewe mojawapo ni dalili. Alafu kuna yaani maamuzi yake. Kwa kabisa hiki kitu anachokifanya sio, lakini yeye kwake anaona ni sawa. Kwa hiyo maamuzi yake kila kitu ni sawa. Naitwa Hassan Teze. Yes, tuna swali ambalo nimeulizwa. Yes, ni tabia zipi ukizitazama kwa mtu unajua kabisa huyo ana uwezo mdogo wa kufikiri. Sasa kitu ambacho binafsi naweza nikizungumza kwa maoni yangu, kwanza ni issue kwanza ya afya kwanza. Unajua tuna kitu kinaitwa udumavu. Wanasema kama mtoto yuko kwenye hatua za udumavu hajapata lishe bora, hata ukuaji wake unakosa mzuri. Sasa watu kama hawa huwa wanaleta athari, wanasema athari hasi baadaye, kwa sababu yanaweza kufanya kwa sio mzuri sana, sababu udumavu na athari kubwa sana. Kwa hiyo ya kwanza ni afya. Kwa ukimtazama mtu kwa muonekano wake, apart from kwenye kuongea wanasema hajazungumza, lakini vile alivyo muonekano wake, hata akija katoa hoja zake ndio kabisa huyo maybe ana changamoto kwenye afya au alipitia shida udumavu. Kwa kama ukiwa na shida wanasema udumavu, ni rahisi sana kupitia changamoto kama hii ya kutokuwa na uwezo mkubwa sana wa kujieleza au kufikiri, kufanya maamuzi sahihi. Kwa ndio vitu ambavyo vinatokea. Kwa hasa sababu kubwa ya msingi ni issue kwanza ya kiafya ambayo inasababishwa na wanasema na issue ya udumavu. Wanasema ndio jambo kubwa zaidi ambalo linaathiri uwezo mkubwa wa kufikiri, uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi na kutafakari vitu kwa upana zaidi. Okay, mimi naitwa Alfred David. Kwangu mimi tabia ambazo nikiziona ni ishara ya mtu kutokuwa na upeo mkubwa kwenye kufikiria. Kwanza ni mtu kuwa mwongeaji sana. Watu ambao wanafikiria mbali always hawana ile haiba kuongea sana sehemu ambayo hutakiwi kuongea. Lakini kitu cha pili kwangu mimi ninachoona ni mtu kutofikiria kesho zaidi na kuiwaza leo. Ikiona mtu wa aina hiyo lazima anakuwa na zile sediment ama tabia za kutokuwa na hiyo sifa kubwa kama mnavyohitaji. Bwana, mimi kwa majina naitwa Fanuel. Mimi tabia ambazo nikimuona mtu namuona ana uwezo mdogo wa kufikiri kwa mara ya kwanza ni yule mtu ambaye ana show off, yani mtu wa kujiona majambo, ushaona. Yani unaweza kukuta mtu ni kitu cha kawaida, mfano labda kwenye kujiona, labda nguo, mavazi, yani anaweza kaa kidogo akwambia mwanangu, hii suruali muone mwanangu, hii suruali nimenunua Sinza pale 65, ushaona. Anaweza kuambia hii saa muone mwanangu, hii saa nimenunua kama 1,500. Yani mtu wa show off, yani kitu kidogo ambacho ni mtu yote anaweza ka-afford, lakini anapenda kujionyesha watu kwamba anacho. Mtu kwa hiyo unamuona kidogo akili zake ni ndogo sana katika kufikiria swala hivyo. Yes, mambo vipi? Naitwa Bando Virus TZ.
kutoka pande za 88.1 naangalia The Spark Show Clouds TV. Napenda kuchangia mada ya leo au status ya leo kwenye kipindi. Kuna watu ambao yani ukiwaona tu unajua kabisa huu uwezo wake wa kufikiri ni mdogo. Hasa wale watu ambao kwa mfano ukiwa sehemu hivi umetoka labda anajifanya anaongea sana kuliko, au ile umetoka out ni ile anajikuta yani anajua kila kitu, anajua kila kitu. Au mwisho wa siku yani wale watu wanaga hata maelekezo. Yaani mtu anakuwa anajua, anajifanya anajua sana mpaka anaboa. Hasa watu kama hao wanakuaga ni wavivu wa kufikiria, yani upeo wao unakuaga ni mdogo sana. Alafu kitu kingine kujibu vitu ambavyo yani anaongea kitu ambacho hata hajaulizwa. Hao pia nao wana upeo mdogo wa kufikiria. Asante. Majina anaitwa Benz Jordan, naishi Dar es Salaam maeneo ya Kitunda. Katika mada za Spark Show nasema kwamba ni tabia gani ambazo nikiziona huyo mtu ana uwezo mdogo wa kufikiria. Kwa hiyo ni tabia ambayo nikiona kwa mtu, yani mtu akiwa mvivu, analala ovyo. Yani hizo tabia nikiziona tunaona kabisa huyo mtu ana uwezo mdogo wa kufikiri, kwa sababu watu wavivu wanaolala, yani uwezo wao ni mdogo sana. Asante.